Ebana, this is Ivan 17 kipenzi cha uaminifu. Na leo tunaelekea wapi? Ebana, jana usiku nilipokea simu moja ya masikitiko makubwa, masikitiko mno kutokea kule Kimara. Na hapa nimejiandaa naelekea kule Kimara. Kuna ndugu yetu au rafiki yetu au mtu wetu wa karibu au shabiki ambaye anapitia changamoto za kimahusiano na zimefikia hatua mbaya. Nikiwa kama kipenzi cha uaminifu, kazi yangu ni nini? Ni kwenda kumjua msaliti yupi, muaminifu yupi. Siko peke yangu, nipo na my brother Mo Talent the Killer. Yeye lichafu zela kuchafuka. Bwana, unaponiona mimi tu unajua kwamba kuna mahali panaenda kuchafuka. Alafu kauli yetu tunasema kwamba huruma sio malezi wewe. Leo pana kuchafuka hapa. Leo panaenda kuchafuka Kimara bwana. Bwana, nasikitisha sana. Leo inasikitisha sana na lazima pakachafuke. Bwana, kipekee ni mshukuru my brother Diamond Platnumz. Bwana, comment yako katika challenge zangu imekuwa ina charge kubwa sana na imenitia moyo na kufanya kwamba nione watu wengi wanafuatilia na wanapenda content zangu. My brother Diamond, nilitengeneza comment yako katika picha ambao ikiwa ni kama ukumbusho. So thanks so much my brother. Mungu akubariki sana katika kazi zako. Endelea kutusupport sisi vijana ambao tupo katika industry katika engo mbalimbali. Mimi ni content creator, wewe ni mwanamuziki lakini umependa kile ambacho nakifanya. Thanks so much my brother. Mwenyezi Mungu akubariki. Mtazamaji, naelekea Kimara. Tuone Kimara kitaenda kutokea nini. This is Ivan 17 na mzee wa kuchafua. Hapa ngoja tu bolt tu mwanangu. Request hapo chap chap. Bwana ana request na sisi tunaelekea Kimara. My brother Diamond, Mungu akubariki sana kwa kweli. Leo tunaenda Kimara. Hii inatupa nguvu ya kuendelea kuwaumbua wasaliti wote duniani. Kazi zinafika bwana. Kazi zinafika. Tunawai? Hapa tunawai saa 10:18. Hapo. Mtazamaji, tumesha request na dereva wetu naona anafika. Tufuatilie mwanzo mpaka mwisho. Mapenzi konyo mapenzi. Mapenzi konyo mapenzi. Mapenzi konyo mapenzi. Mapenzi konyo mapenzi. Siyataki tena kikulacho kinguoni mwako. Nani rafiki yako ndiye adui yako. Kikulacho kinguoni mwako, yani mpenzi wako. Mtazamaji, tupo around Kimara na huku haya maeneo yanaitwa Kimara nguzo 800 uwanjani. Na ndio maeneo ambayo huyu ndugu yetu anaishi. Mpigie. Anampigia simu kwa sababu alituelekeza tukifika nguzo 800 uwanjani tumpigie simu. Make sure umesubscribe to my YouTube channel. Lakini nenda hapo kwenye description, subscribe YouTube channel ya Oili Chafu. Mambo yanaendelea, atupoi atuboi. Ndio hapa. Ndio bwana John. Naam. Vipi hapo? Kama kaa. Sasa bwana, sisi tushafika hapa nguzo 800. Tupo uwanjani hapa. Sasa sijui hapa uelekeo ni wapi? Umeona nguzo kubwa hapo? Nguzo tumeiona. Tupo uwanjani hapa uwanjani. Uwanjani? Basi nakuja hapo. Unakuja? Ambia jitahidi. Poa, basi jitahidi ndugu yangu, maana kuna kajua fulani hivi. Haya. Karibu tu. Poa. Anakuja. Bana, wadada au dada zangu jamani, punguzeni kidogo kutupiga matukio au si? Au hata washikaji wanapiga matukio ya dada? Ila matukio kama ya wadada hivi yamezidi. Hamna, hata wanaume wanapiga matukio. Huyu jamaa amepigwa tukio jana usiku. Tukio kubwa. Amepata taarifa mbaya sana kwenye maisha yake ya mahusiano. Jamaa anatokea kwa wapi? Samsung kwenye nguzo itakuwa huko au? Yule. Yule pale. Bana, maana yetu yule pale anakuja kutufuata. Kameramani, kuwa makini, kila tukio tulipate. Vipi? Mambo. Kama kaa. Wanda. Nyama. Ninaona mitaa yako unatamba. Kama kaa. Fresh. Fresh. Sana. Nyama Mungu. Kama kaa. Sasa hapa taka wapi hapa? Karibuni. Twende mtaani kabisa. Karibuni mtaani. Kuna sehemu za kukaa? Bwana, tunaelekea mtaani kwake ndo tukapate full mkasa. Karibuni. Asante sana. Vipi lakini niishi vipi? Kitambo sana unajua tuonane. Kikulacho na huko yani mpenzi wako ndiye adui yako. Penzi konyo mapenzi.
mapenzi konyo. Alizeni jamaa. Konyo mapenzi. Salama, shikamoo. Mapenzi. Mtazamaji, mambo vipi? Hapa tupo na brother. Jamaa anaitwa John, ni mtu wangu wa karibu lakini ni rafiki yangu pia. Lakini jana usiku alinipigia, kuna changamoto mbalimbali anapitia. Kwa hiyo tutamsikiliza alafu tutaangalia namna ya kumsaidia. John, nakuaje mwanangu? Kama kawa. Naona hata sura imepoteza nuru. Amna. Pole mwanangu, ndio ukubwa. Yaacha tu. Pole sana. Sawa, inawezekana mimi kidogo umeshanielezea baadhi ya mambo nayajua. Sasa mtazamaji ajui chochote. Ni kipi ambacho wewe kinakusibu kwa upande wako ili tujue namna ya kukusaidia? Ni kweli. Kwa majina kama alivyosema Ivan, kwa majina naitwa John. John Tolo, John Prudence. John Tolo. John Tolo. Sawa. Nilikuwa na mwenzangu, yani mpenzi. Ulikuwa naye mmeshaachana? Achana naye. Bado mpo pamoja? Nilikuwa naye. Ndio. Nilikuwa nampa kila kitu. Ndio kweli. Yaani nilikuwa nimempenda sana kinoma noma. Yule mwanamke nilikuwa nampa kila kitu anachokihitaji yeye. Ndio. Kuhusu chakula, mavazi, sijui hela nini, vyote hivyo unatoa. Nashughulikia mimi. Na sijawahi kumwambia kwamba mimi sina hela. Sijawahi. Niko lazima nikakope. Ili nimshughulikie. Kwa sababu ulimpenda kabisa. Niko radhi nifanye chochote kile. Sababu ya yule mwanamke. Hivi karibuni nilikuwa nasafiri. Nilikuwa nimeenda safari, nilikuwa kikazi zaidi. Kwamba bwana nenda nasafiri kidogo. Akaniaga vizuri kabisa. Nenda hapo nikamwambia nenda mkoani mara moja, kikazi nitarudi. Sawa sawa. Yeye alikuwa nimemwachia ya kutosha. Ya kutosha. Na vyakula vikuepo pale. Ndani. Nilihakikisha kabisa wanakula fresh. Ambazo wiki hii ilikuwa wiki moja. Ulisafiri kwa wiki moja? Sema hapa chakula sijui nini vyote. Na nikampa na hela yote. Ilikuwa takriban kama 800,000 hivi. Ulimpa 800,000? Maana ilikuwa kama nenda ukaa kwa kipindi cha muda gani? Wiki moja. Nenda ukaa wiki moja alafu ulitoa 800,000 kazi. Unajua tena sasa sitaki awe na tamaa nyingi nini. Mahaba. Mshahara wa mtu. Takriban nikasema hapa sitaki awe na nini nyingi mara sijui nini. Sitaki. Nikampa. Nilipompa mimi nikasafiri. Ila kwa kama sielewi hivi. Shoga yake yeye. Unajuana naye? Najuana naye. Ni rafiki yangu. Ametokea tu yani kuwa kama rafiki. Alipigia simu. Shemu vipi? Nikamwambia shwari, fresh. Uko wapi? Nikamwambia nimesafiri kidogo. Ndio. Nipo mkoani. Niko mkoani. Ila vipi kwani kuna shida? Akaniuliza shemu una moyo? Nikamwambia na moyo upo. Sio nao. Ndio. Unacho kifua? Unacho? Nikamwambia ninacho. Nikamwambia uko sehemu gani? Nikamwambia niko sehemu fulani. Iko kipindi ulikuwa mkoani? Niko mkoani hapo. Shoga yake yeye ndo alikupigia simu na mnafahamiana vizuri? Ndio. Bwana shemu yule rafiki yangu yule. Kafanyaje? Ambaye anaitwa huyo mpenzi wako anaitwa nani? Anaitwa Mage. Margaret yani. Margaret. Mage amefanyaje? Kamuuliza kwanza Mage amefanyaje? Pata na ajali hapo? Amna pata la nini? Akaniuliza tena una moyo? Kwamba nao waru. Kaanza lazima ushtuke. Mbona ananiuliza nina moyo alafu Mage kafanya nini? Nikakaa pembeni kwanza. Ndio. Kaniambia bwana Mage anaishi na mtu bwana pale. Akasema na? Yaani anaishi na mtu wapi? Wewe mpenzi wako ulikuwa unaishi naye au wewe unaishi kwake na wewe kwako? Yaani mimi naishi kwote, yaani nyumba moja naishi naye mpenzi wangu. Nyumba moja? Nyumba moja. Yaani wewe unakaa naye nyumba moja. Hapo huku Kimara ni kwa nani sasa? Kwako yeye au kwake? Kwangu mimi. Yeye anaishi wapi? Yeye. Mimi alimpangia. Ulimpangia. Kwa hiyo sasa hivi wewe umetoka upo mnakaa pamoja. Baada ya hii migogoro. Ndio. Kwambia fresh. Tupe kwanza mkasa zaidi. Kaniambia, "Mbona namuona pale
kuna jamaa fulani anaishi pale. Jamaa tena. Jamaa tena jamaa gani huyo? Jamaa fulani hivi koja akakumwelezea kama sijai kumuona. Akasema sio kweli. Akamwambia atakupigia video uone. Akamwambia fresh. Baada kesho yake akanitumia video yake. Shoste naye Huyo jamaa fresh kabisa. Yaani kama wapenzi fulani hivi. It was like yani wametoka walikuwa wameenda kula bata mahali. Wameenda kula bata. Yaani so bata wale wametoka nyumbani. Unajua wale wapenzi unafahamu yani mara wanashikana, mara busiana. Hiyo video. Yani umetumiwa sasa na shoga yake. Sasa hapo motenti maana yake bila chaka shoga yake naye anakajiombea fulani ndani yake. Anakaudada wa taifa fulani. Anakaumbea. Lakini kwa yule alimfaa au sio alikufaa? Alinifaa. Nikamwambia mimi kwa simwamini. Nikasema muongo bwana. Sababu ananipenda mimi. Unaweza kukuta yeye ananipenda mimi hawezi kuwa yani bwana. Kwa sababu kila alichokuwa anataka unampa kwa wakati. Kila kitu unampa. Kila kitu. Wewe umerudi lini hapa da? Juzi kati tu hapa. Juzi. Lakini yeye anajua umerudi au hajui? Nilipoona vile ukamkaushia. Kamkaushia kwanza. Kwa hiyo hicho kama upo da. Sikutaka ngovu mimi sikutaka mimi nataka niangalie ni kweli hilo jambo kweli. Maana yake wewe hata siku zako ambazo ulipanga uende kikazi hujazimaliza. Nimerudi. Ilitakiwa urudi lini? Nilitakiwa nirudi kama siku ya Ijumaa hivi. Ijumaa ijayo. Lakini umewahi kurudi baada ya kupata hizo taarifa? Nimewahi kurudi. Yaani umeacha kazi kwa ajili ya kuja kuhakikisha penzi lako. Kabisa. Kweli kijana umependa. Lakini sasa umeishi naye kwa muda gani na unamwamini kiasi gani mpaka haya mambo yanatokea? Au labda kuna vitu labda ulimkosea na vitu kama hivi? Sijawahi kumkosea. Sijawahi kumkosea chochote. Na unamhudumia vizuri. Unamhudumia fresh tu. Au sema hujawahi kumkosea. Unajua sisi ni binadamu. Ndio. Hakuna binadamu mkamilifu. Yaani vuta kumbukumbu zako labda unasikana kuna kitu kidogo hata kidogo. Unajua ile sana kupo kawaida tu bana bana piga hivi mara fanya hivi. Kuna wasameana fresh. Lakini sio yale makosa makubwa. Hamna sio makosa makubwa. Kwa maana yake inawezekana alitumia tu udhaifu wa wewe kusafiri. Kwa hiyo maana yake huyo mshikaji ambao unamzungumzia bado yupo hapo kwa mpenzi wako. Bado yupo. Una uhakika kabisa ni? Bado yupo. Tukienda sisi tunamkuta. Yupo. Kabisa. Umefanya uchunguzi wako? Huyo shoga yake unamwamini? Kabisa. Kama mtu anakufanyia kutumia video yake kabisa. Basi twende. Ngoja kwanza before kwenda. Mimi naona ushauri wangu mimi ni hivi. Yaani tusiende sehemu kwa kukurupuka. Tutafute taarifa zote za msingi. Tukijithibitishia ndo tufanyaje tuelekee, kwa sababu tunaweza tukasema tuende inatoka jamaa ameshasepa hayupo. Huyu ametaja watu wawili. Mtu wa kwanza amemtaja shoga mpenzi wake kwamba alimpa taarifa na alimsaidia kupata video wakiwa club. Hiyo moja. Huyo shoga ya rafiki yake kama ameweza kumwambia huyo mshikaji maana yake hawezi pia kuficha kutupa si taarifa. Kweli. Issue ya pili tumpigie huyo mshikaji ambao unasema ni nani huyo mshikaji? Mshikaji wangu fulani hivi ndio yanaye alinitafutia nyumba kule. Yeye ambaye anaishi mpenzi wako? Kwa anaishi jirani na hapo. Yeye alikupa taarifa gani? Yeye aliniambia kwamba kuna mshikaji pale anaishi. Basi na huyo mwana pia tumpigie. Kama pia anaweza kumpa taarifa maana yake pia ni msamaria mwema. Tumpigie na kuwezekana kwenda kule atupe escort yake tutoreshe mazingira au unasemaje? Leta tumpigie hapa. Leta mimi niongea naye. Bwana tunawapigia watu wawili. Tusogee kwa hivyo kidogo. Kameramani anasema mwanga kidogo na tuacha. Bwana mtazamaji tunawapigia watu wawili. Mtu wa kwanza tunampigia ni shoga yake na mpenzi wake jamaa. Mtu wa pili tutampigia rafiki yake mshikaji ambaye alimtafutia nyumba kule. Maana gani? Maana Temboni kule. Temboni Kimara. Kimara. Temboni mbaya. Naomba nitajie namba ya mpenzi wa ya mpenzi wako hadi ya shoga yake. Sio ya dalali, namba ya shoga yake. 0654 nampigia. Huyu ni shoga wa mpenzi wake. Mjomba natisha, watu hawana huruma. Wana hati black kila mtu sana. Halo? Mambo? Poa. Naongea na Angel.
Bana nipo na John hapa, sijui unamfahamu? Namfahamu. Sasa kuna issue hapa ametuelezea, tulikuwa kidogo tunataka tupate uhakika wake ili tujue namna ya kumsaidia. Yaani ipoje ungetuelezea kidogo kiufupi, maana inawezekana inaonekana wewe una taarifa za msingi. Issue gani? Ni issue kuhusu yeye na mpenzi wake, issue ya kwamba kule ambako amempangia mpenzi wake kuna jamaa mwingine ambaye anaishi kule baada ya yeye kusafiri. Nilikwambia hivyo. Ni issue ya kweli. Ni kweli. Yeye mwenyewe nimemwambia. Anajua kila kitu. Ndio. Kwa hiyo ni issue ambayo haina mbambamba, ni ya kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Mimi hata siwezi kumuongopea. Basi asante sana kwa taarifa. Asante. Bwana huyo ni shoga mpenzi wake. Sasa hivi nampigia yule jamaa ambaye ni dalali unasema. Lakini mwanao pia. Mwanangu huyo. Ambaye anakujulishaga taarifa mbalimbali za ku. Mtaje namba yake. Sawa. Okay. 07 54 Inakwaje? Kama kawamisha vipi? Naongea na Beno wa Kimara Temboni. Ndio mwenyewe hapa. Naongea na? Mwanangu samahani, mimi naitwa Ivan 17. Ni content creator na nipo na mwanao John hapa ambaye ulimsaidia kupata nyumba huko ambaye alimpangia mpenzi wake. Unampata John? Mwanangu John? Ndio nipo naye hapa. Nipe simu kidogo mwenyewe. Kweli ongea naye. Oi, Beni. Oa John. Naam, ndo mimi baba. Mwenyewe kama kaa? Fresh. Poa fresh. Nipange una issue gani? Issue ni ile mwanangu kwamba hapo manzi yake kuna mshikaji amemleta mara baada ya jamaa kusafiri. Sana tangia mchizi ile siku ananipanga kwamba mimi natembea. Kesho yake tu asubuhi na mapema mchizi kaingia, namuona hapa. Kwa hiyo bado yupo. Kuna taulo, kuna vipenzi, bado yupo sana. Kwa maana tangu tu jamaa anakuaga kwamba anasafiri mshikaji akaingia. Tangu ile siku mshikaji anasafiri mchizi kaingia. Kwani mchizi karudi? Jamaa amerudi tangu juzi kwa sababu alirudi kwa issue hii. Sio kwamba labda siku za kazi zake zimeisha, alirudi kwa issue hii hapa. Basi mchizi yupo anajiachia tu. Ana enjoy. Wapo maeneo gani sasa? Mimi nipo maeneo mtaani hapa, sipo mbali sana. Kuna eneo tu nimepoa hapa na piga story na machizi. Basi sikia, naomba hapo uchungulie hapo uangalie je kama wapo au wametoka. Si unaweza kaangalia ukanipigia au unaangalia tu huku tukiwa tunaendelea kuongea? Hapa dakika moja tu. Au upo mbali sana? Hapana, sio mbali, dakika moja tu. Kwa hiyo utanipigia au? Nitakupigia. Sawa, wewe chungulia tu, angalia mazingira, soma mazingira afu nipe taarifa wapo eneo gani, na maana sisi tunataka tuje hapo. Sawa. Poa, mimi nasubiria simu yako tu. Poa. Bana, tunasubiri simu ya huyu jamaa ambayo itatudirect kwamba tunaingiaje pale, lakini tumeshapata taarifa na tumethibitishiwa kwamba namba yupo pale. Vipi labda nyumbani kwao binti unatambulika? Kama utambuliki, yani michakato ilikoje ya kutambulika na vitu kama hivi? Nyumbani kwao natambulika kabisa. Unatambulika? Natambulika. Na ni kweli kwamba nyumba ambayo amepanga pale wewe ndio unalipa pango? Ndio mimi. Kila kitu walikuwa wanakaa wote. Ndio mimi, yani lazima jamaa ashughulike. Wakati kabla hajaondoka amehakikisha misosi ipo. Kampa na 800 juu masiala. Bro, kila kitu ilikuwa kwangu mimi. Yaani kama ni yeye tu kula, kuvaa, kunywa. Hela ya kodi, hela ya umeme, hela nini, hela ya kusuka ilikuwa mimi. Bwana jamaa anapiga mshikaji anapiga, watu msikilize. Rafiki yake na John anapiga simu. Halo?